nguvu zilizomo katika kumwitia Bwana, nguvu zilizomo katika kusisitiza, nguvu zilizomo kwenye midomo zetu ama kwenye vinywa vyetu. Ulicho Mungu alitakupea, alikupea ili ukitumie. Mungu alikupea huo mdomo ili utumie kwa kuleta manufaa yaliyo positive katika maisha yako na katika ukoo wako na wale watakao kufuatia nyuma. Wengine wanasema tumelaaniwa, tumerogwa. Wengine hakuna hawajawaroga, kuna mtu amewaroga, wamejiroga wenyewe kwa ajili ya tabia mbaya. Lakini leo hii nimekuja kukwambia, waweza kutabiria maisha yako, umtegemee Mungu, halafu kitakachofuatia uweze kutabiria maisha yako. Useme mimi nitakuwa mshindi, useme mwaka huu ni mwaka wangu wa kufaulu, mwaka wangu wa kuweza kufikia hatua zingine, huyu mwaka nitafikia hiki na kile, mwaka kesho sitakuwa mahala hapa, mwaka hiyo mwingine nitaweza kununua gari langu la kuendea, mwaka huo mwingine nitanunua ploti yangu, mwaka huo mwingine watoto wangu lazima kuwa hivi na hivi na hivi. Tumepewa uwezo chini ya dini zetu, tunao uwezo wa kuweza kulaani ama kubariki. Yakobo akaandika kifungo cha 3 akasema, ni jinsi gani katika ulimi mmoja unaweza kutoa maji, katika ulimi mmoja unaweza kulaani na tena kubariki. Chemchemi moja haiwezi kutoa maji, haina tofauti eti maji matamu na maji machungu. Mti mmoja huwezi ukatoa matunda aina 2 tofauti. Akasema kwetu sisi tuliookolewa ni lazima tuweze kuzaa matunda yaliyo ya haki. Alijamazishwa na wale waliokuwa naye. Bartimayo alijamazishwa na wanafunzi wa Yesu. Bartimayo alijamazishwa na umati uliokuwa na mzingira. Sijui unanyamazishwa na vitu gani ambavyo vinakuzingira, lakini usikate tamaa. Usikate tamaa, hata kama unanyamazishwa na marafiki, hata kama unanyamazishwa na wale uliokuwa nafikiria labda ni watu wako wa ndani. Usikate tamaa, wewe endelea kumwitia Bwana, wewe endelea kumtegemea Bwana. Kuna siku moja Bwana atakuitikia na atakujibu. Sema amen. Yes. Alipoendelea kusikia hiyo sauti, eti alisimama. Aliposimama, haleluya. Yes, haleluya. Ndiyo kuwa kisha ndiyo kuita wale ambao walikuwa wanamnyamazisha. Wale waliokuwa wanamnyamazisha ndio tena waliweza kumwita. Kuna habari imo katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kifungu cha kwanza na mstari ukianzia mstari wa kwanza. Mtu anaitwa Elikana, mumewe wa mwanamke aliyekuwa na imani ambaye anaitwa Ana. Ana alikuwa na mwenza wake aliyekuwa anaitwa Penina, lakini kwa sababu Ana hakukuwa na wana, alikuwa anamshutumu mwenziwe, alikuwa anamsimanga. Lakini siku Mungu aliweza kumjibu Ana, akampea mtoto wa kiume anaitwa Samueli. Nani alipiga nduru ya kwanza kuweza kushangilia?
Unamshangilia kwa sababu ana meza. Ni Penina. Penina alikuwa miongoni mwa wale walikuwa wanamshtumu, lakini tena Penina alikuwa katika watu wa kwanza waliopiga nduru ya shangwe na kelele na kufurahia wakati mwenziwe amezaa ama amejifungua. Wale waliokunyamazisha kuna siku wataweza kushuhudia. Wale ambao walikuwa wanakudharau kuna siku watashuhudia matendo makubwa ya Bwana. Ndiyo maana haina budi kunyamaza, haina haja unyamaze. Vinavyo kukemea ni vingi. Unaangalia kulia, unaangalia kushoto, unaona hakuna maelekeo. Lakini wacha nikwambie, mategemeo yako yawe katika Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Usikose kumwitia, usikose kumuita. Kuna siku Bwana atakujibu. Kuna siku kilio chako kitasikika. Kuna siku utapata suluhisho. Kuna siku utapata jibu. Unategemea nani? Mategemeo yako kwenye kazi yako, ama mategemeo yako kwa wakuu wa serikali? Mategemeo yako kwa nani? Mtegemee Bwana aliyefanya mbingu na nchi. Mwanzo 1 ninasoma the book of Genesis chapter 1. Nitasoma hiyo peke yake, sitamaliza hata hicho. Genesis chapter 1. The Bible tells us, in the beginning God. Wacha nirudilie hapo, nisimalizie creator the heaven and the earth. In the beginning of everything started with God. In the beginning of everything started with your God. Ukianza na Mungu utamaliza vyema. Mbele ya kuamka, anza na Mungu. Mbele ya kufungua kazi, anza na Mungu. Mbele ya kila kitu katika maisha yako, anza na Mungu. Mungu lazima awe mwanzilishi wa kila kitu katika maisha yako. Anza na Mungu, hautaaibika. Mbele ya mmeo, anza na Mungu. Mbele ya mkao, anza na Mungu. Bwana Yesu asifiwe ndugu. Mbele ya kingine chochote, start with God. Ukianza na Mungu, I'm telling you, hautawahi aibika. Lakini ukianza na kitu kingine ambacho si cha Mungu, unaweza kuwa majuto, unaweza kupatwa na majuto. Hata kama kipato chako ni kidogo kiasi gani, leo unaweza kuwa kwenye barabara ukiuza hizo bidhaa zako, lakini kesho Mungu akakuinua akakufikisha kiwango kingine, kwa sababu umeanza na Mungu. Watakutegemea madawa, wengine wanadanganywa eti kwenda Ukambani. Kuna vitu tunapewa huko, tunapewana huko, na utakapokatumia kwenye biashara zako utainuka kirahisi. Lakini wacha nikwambie, huo ni upotofu mtupu. Hakuna dawa inayomfanya mtu kutoka kiwango na kwenda kiwango kingine. Biblia inasema shetani haji kwa kingine ila kuua, kuiba, kuharibu. Ila shaka na wewe ndugu yangu, usidanganywe eti Ukambani ama hawa waganga kutoka Tanzania, wengine wanajiita ni maprofesa ama madaktari kutoka sijui Nigeria. Hao ni watapeli. Umtegemee Bwana Mungu, naye ataweza kuwa suluhisho wa maisha yako. Tunakwenda